Oya, hujaniambia mwanangu mkeka kwa jana umekuaje? Mani chegu mkeka bosi yangu dakika za mwisho kaenda kuniayusha. Bado timu hizo nilikuwa nakula 640,000. Mbili tu Mani ni kesi. Dakika za mwisho. Tunakutani. Yaani unakuta mtu anajiwekeza kwenye kubeti kama huku. Kwa sababu yani ukisema ujitie umorodi sisi mazingira mengine tofauti na haya. Unakuta serikali kila sehemu wamebana. Ni kila idara wamebana. Unakuta mtu una beti unapata hela yako na kuona beti kwa kutumia nini? Lo. Hivi tayari sio? Basi kwa mnano manakuja. Unajua nini? Najitenga hivi nimeweka pikipiki yangu kwa fundi kasha nipigia simu. Kama najikataa kwa mishare hapo basi kwa ina noma bwana. Dunia inavyozunguka. Oya, beba zero. Njoo. Mtume jamaa tu afai. Nyonga. Nyonga gani? Ni unafiki tu waliokuwa na wewe. Unafiki? Unafiki he. Ni unafiki. Wengo jia atakufika. Hebu sikiliza. Tuachane nayo. Yaani bora vile nilivyokuona. Yaani kuna jambo linanichechiza sana, linaumiza kichwa. Jambo gani hilo? Na najua kwako wewe hakuna kitu ambacho kinachoshindikana. Kwa sababu mimi nakujua wewe ni mbea hapa. Yaani kitaa kizima wewe ni mbea. Sikutukane, nakwambia ukweli wako. Ina maana wewe kulitukana mimi. Sijakutukana Pemba Zero, nakwambia ukweli. Nakupa sifa yako, wewe sifa yako moja uliokuwa nayo. Sikiliza, mimi najua mpango mzima unaojua kuhusu mke wangu. Nieleze mke wangu uko wapi? Sikiliza, hizo si sifa nzuri. Hizo hasa sifa za wanaume ambazo ni nzuri. Mbea, mimi nakuacha. Sikiliza Pemba Zero. Naomba niambie, mke wangu uko wapi? Sikiliza boyka. Wewe si ni mkeo? Ndio mke wangu. Sasa kwa nini nikwambie siri za mkeo na unaenda nini? Na uhakika unazijua ndo maana nikakwambia niambie alipo mke wangu. Kwa kunitambia mimi sikupi. Pemba Zero, kuna wali ndani nitaenda kukupa. Kwa hiyo niambie mke wangu yuko wapi? Kweli? Uhakika? Nitakwambia. Bismillah nakusikiliza. Kama utakwenda nipa wali nakwambia. Mame kwa hapa. Mupunga. Muchele. Sasa boyka mimi najua kweli siri zake. Lakini ilikuwa kipindi kirefu na hofu kwamba nitakuja gombanisha. Ila leo kwa vile kushaniomba siri zake nitakupa. Kwanza unamjua kijana anaitwa Hiro hapa mtaani? Kijana mpya hivi. Hiro simjui. Basi kuna kijana mwembamba hivi akosa sana kuvaa mashati mekundu. Huyu jamaa huyu sio inasemekana, mimi na uhakika kwa sababu tunakaa kijiji kimoja kule nyumbani. Huyu jamaa ana mapenzi na mtu wako tangia ni wanafunzi shuleni. Na alipokuja hapa mjini ilikuwa naona ni nyendo zake anatoka na mke wako. Nimeshaona vichochoro vingi nishaona wanabusuana sasa hivi. Mpaka mimi naona wivu. Mke wako lakini mimi namuonea wivu kwa mambo anayofanya na Hiro. Na ili nikuaminishe kama ni kweli, kesho kwanza mpa namba zako za simu. Nitatumia japo namba ya simu ya mke wangu pale maana sina simu. Sijajiongeza. Nitakupigia simu uje uone. Mimi kesho mkiwaona nitakupigia. Weka hilo. Hilo nyonde ile hapo hizo. Njoo, achukua mke lakini tunakaa kama mbili. Animelia mkeo. Sasa kwa nini unaniacha peke na mazonge mama. Mwanzo mapenzi ulipoyazidisha ila mwenzako umenionesha
ushaga wangu kwa kutoka ushaga. Ushaga, kwani umekusudia ni mwage nani? Huyo mumeo. Bwana Boyka. Bwana Boyka mimi naye tushamalizana. Kwa habari mbona mimi sina kama mmeachana lini? Ndio huna habari shoga yangu, lakini mimi nimerudi kwenye penzi jipya, nimerudi kwa bwana wangu wa zamani. Wewe tena. Mimi na Boyka tushamalizana. Hiyo kwa sababu ninachokitaka kwa Boyka sikipati, lakini kwa hilo nakipata. Boyka maisha kila kitu apelekeshwe na wazee wake. Nimechoka kudadagaa kila siku, lakini kwa hilo nashukuru. Mapenzi moto moto. Ndio umeona kwa maana huko. Ndio. Maisha na Boyka mimi siwezi tena, kwa hiyo nimeamua nirudi kwa hilo. Hilo ndo kila kitu sasa hivi. Kwa hiyo mimi Boyka sijui huko kama kaugua uchuzi, kaugua ndazimu, sijui anaishi na nani, mimi sijui. Kwa sababu huu kitizama ni mwaka kama 5 tangu kuolewa na Boyka. Lakini nilichokipata sikipata. Kwa hiyo nimeona bora nirudi. Kwa kitu gani kwa huyo bwana? Mengi tu. Kitizama nakula kwa wakati, nakula ninachotaka sana. Wewe. Ndio. Ulichokipata kitu gani kwa huyo bwana? Nimefaidika na raha zote. Haya, niambie kwa maana ndio. Nakuja shoga yangu, angalau at least unipe ushauri. Ushauri shoga yangu mimi sina. Kwa hali kama hiyo, mimi sitakushauri. Kwanza hapa nataka ufanye haraka uinuke huko. Basi sawa. Shoga yangu. Kwa hiyo mimi nimetoka huko nimekufuata wewe, unipe ushauri. Nilijua angalau utanishauri shoga yangu. Kwa sababu mume na bwana wamo napi. Basi sawa, mimi nimetoka huko nimekufuata wewe, nilijua zangu. Nilijua nimekuja hapa nina shoga, angalau nipe ushauri. Shoga, lakini si kwa mambo kama hayo mwenzangu. Karibu ndio karibu, maana ulikuwa umenikuta nataka kuondoka hapa, lakini ungejua mambo kama hayo la nisingekaa hapa ngaku. Unaniacha mpweke na tetema zauful halimi. Naogopa kipindi ukiniacha mwenzako tanitesa. Mazonge mama. Moto kabisa.